By the way, si kawaida sana kuzungumzia masuala ya siasa hasa katika nchi yetu ya Tanzania, hasa kwa kipindi hiki ambapo ukizungumza masuala ya kisiasa maana yake unajiweka kwenye hatari kubwa. Lakini nataka niwaambie, nyoka ukimwogopa ndivyo anaweza kukimbiza, na umbwa ndivyo hivyo. Unapokuwa ukimwogopa umbwa sana, maana yake unampatia fursa yule umbwa kukukimbiza kwa spidi zaidi. Natambua wapo vijana wengi ambao wamekata tamaa, wanaona kabisa hakuna matumaini ya haki za wapendwa wao ambao walipotea mnamo mwaka 2025 tarehe 29 na 30 na hadi 31. Nataka niwatie moyo kwamba inawezekana. Kikubwa ni watu kutokukata tamaa na kuelewa kwamba kuna watakao simama upande ya kuamini kwamba ndugu zao ni muhimu sana. Lakini tambua kwenye safari yoyote mamba na kenge hawakosekamo. Kwa hiyo utajikuta katika safari hii kuna wengine watakata tamaa, kuna wengine hawataendelea. Lakini mimi nataka nikutie moyo kama kijana wa Kitanzania, usikate tamaa, vita bado ni mbichi. So kesi ya kumshtaki Samia naamini inaweza ikawa ni ngumu kidogo kwa mambo yafuatayo. Kwanza, Samia ameanzisha kitu kinachoitwa tume ya uchunguzi wa matukio ya uchaguzi. Kuanzisha tu tume hii maana yake tayari ni kikwazo kwa mahakama ya juu ya ICC, kwa sababu mahakama ya ICC katika kifungu chake cha 32 na 5 kinaeleza namna ya uendeshaji wa mashtaka yao. Ni kwamba ikitokea sasa nchi husika imeanzisha mfumo wa maridhiano ama maongezi, inabidi ICC kukaa down au kukaa pembeni ili kusubiri ule mchakato uendelee. Kwa utaona kwamba mchakato alioanzisha Samia ni mchakato wa kuanzisha kwa tume hii, maana yake tayari ni kuonesha kwamba ICC haitaingia direct kwenye swala la kuingilia mfumo wa ndani wa Tanzania. Lakini jambo la pili, lazima muelewe kwamba ICC inataka basically ya kujua ni makosa gani ambayo Samia anatakiwa kushtakiwa nayo. Kwa ubaya kwamba ukisha sikia nchi wanafanya uchunguzi na maridhiano, ukisha sikia neno hilo maana yake ni kwamba kumbe ICC inaamini kwamba ni migogoro ya ndani kwa ndani. Sasa ICC haidili na migogoro ya ndani. ICC inadili na migogoro ya nje, yani international, kwamba sasa claim hii imekuwa ni kubwa. Lakini ukishasikia serikali ya Samia kwa jinsi walivyo na ubunifu, wameanzisha kitu kinachoitwa uchunguzi lakini pia na maridhiano. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kama maridhiano yatafanyika, manake yataua nguvu ya kesi ya ICC ambayo inatakiwa kumkabili Samia pamoja na serikali yake. Kwa patakuwa haipo tena kesi. Kwa ndio maana wanawaisha mchakato wa kupatikana kwa kamati ya maridhiano mapema ili mchakato uende kwa haraka. Kwa hiyo pia ni lazima muelewe kwamba tayari Samia anajiweka katika uwanja mzuri kabisa wa kujiepusha na kesi hii. Lakini jambo la tatu, tambua ICC haina polisi, haina wanajeshi. ICC inategemea washirika wakuu katika taifa lile. Mfano kwa Tanzania hapa, ICC inapotaka kumkamata mfano Rukuvi, itatumia polisi wa Tanzania ili kumkamata Rukuvi, hawatatumia polisi sehemu nyingine. Kwa utaona kabisa kwamba Samia pamoja na mfumo wake wote wamejitahidi sana kujihakikishia usalama kwa kuhakikisha ndani ya majeshi ya Tanzania pamoja na mfumo wa serikali wa kipolisi wanaweka watu wao wanaowaelewa wao, kwa sababu wakiweka watu wengine inawezekana wakawachoma baadaye ama wanaweza wasiende kulingana na vile wanavyotaka wao. Kwa hiyo wakuu wa kipolisi, utamwona mkuu wa jeshi ni karibu sana na Samia, na ndio maana hata wakati wa mambo yanaendelea alibaki kusimama na Samia na hakubaki kusimama na wananchi. Kwa hiyo utaona kabisa ni wazi mkuu wa majeshi yupo karibu sana na Samia, mkuu wa polisi wako karibu sana na Samia. Kwa kukaa karibu na majeshi, leo hii watangaze wanataka kumkamata Samia, hiyo warranty nani atamkamata Samia ikiwa wote hawa wakubwa wako karibu sana na Samia? Kwa kuna ugumu wa prosesi ya hii kesi, kwa sababu ndani ya mfumo wa kijeshi mkubwa wanayemsikiliza ni Samia. Kwa ICC sio watoto wadogo, hawawezi kukurupuka kusema tunamtaka tumkamate Samia, kwa sababu wanaona ndani ya mfumo Samia ana jeshi lote la kutosha. Lakini mwisho ni kwamba Samia anaendelea kupoteza ushahidi kwa sababu ifuatayo. Mfano, hii kamati ya uchunguzi imekuwa ikienda kwenye mikoa kadha wa kadha wakifanya mahojiano na watu wa matukio.
kitendo cha watu wengi ambao wamekuwa wakijitokeza kutoa ushuhuda tayari ninaonesha kabisa kwamba uzito wa jambo unakwenda kupotea, kwa sababu unapokuwa na ushuhuda wowote ama una ushahidi wa kesi ya mauaji ama matukio mbalimbali, huwa ni sheria hairuhusiwi kusambazwa. Mfano, hata yale matukio aliyoyasambaza Mange kupitia video kwenye Twitter, Instagram, matukio yote ambayo yamesambazwa ya mauaji yanapokuwa yakisambazwa katika mfumo wa kimitandao, maana yake unampatia yule adui namna ya kujidefense. Maana hiyo ushahidi wowote wa mauaji huwa haupaswi kusambazwa kwenye mitandao. Yani ushahidi wowote unaojua wewe kwamba huu ni ushahidi unatosha kabisa kumshtaki mtu yoyote, ukisha urusha kwenye mitandao, maana yake unapoteza nguvu ya ile kesi husika. Unapoteza nguvu ya kumdai ama kumshtaki mtu yoyote katika kesi fulani. Mfano, nitakurudisha kwenye kesi ya P Diddy pamoja na yule mwenza wake. Kitendo cha zile video kusambaa kabla ya tukio ama kabla ya kesi, utaona ilipunguza uzito wa kesi ya P Diddy. Na ingawa unaweza usielewe haya mambo, lakini ndivyo ilivyo kwamba unaposambaza kielelezo chako mapema, unatoa tayari defense mechanism ya mtu wako kuwahi namna ya kupiku ile kesi. Lakini kitu kingine lazima muelewe, Samia anajitahidi sana kuepuka hii kesi kwa kuonesha kwamba ni kesi ambayo inahusiana na watu wenyewe wa Tanzania ndani ya taifa. Kwa nini? Utaona kumekuwepo na mizozo ya kidini kwamba huyu anasema dini tutakatana vichwa. Hii tayari ni picha ya inatosha, inaweza kawafanya ICC kuamini kwamba hii ni kesi ya kidini ama ni masuala ya mvutano wa masuala ya kidini. Kwa hiyo inatoa tayari hukumu kwa ICC kutokuingilia, kwa sababu ICC haingilii masuala ya kidini. Kwa hiyo inachukuliwa kwamba kumbe ni Watanzania wana tofauti zao za kidini, na kumbe Rais Samia wampendi kwa sababu ya dini yake. Kwa hiyo utaona kwamba triki kubwa ya uendeshaji wa masuala haya yanaweza yakachukua process ya mwaka. Sidhani kwamba haiwezi kuchukuliwa hatua, lakini inaweza kuchukua muda mrefu zaidi, kwa sababu Samia tayari ameshajiwekea mazingira namna ya kuepuka hii kesi. Kwa hiyo we don't know kama ni mwaka mmoja, miaka miwili, mitatu, lakini ili kesi hii iweze kuwa na uzito, labda ni pale Samia anapokuwa ameachia ngazi ya urais. Maybe ikifika stage hiyo ndipo hukumu itafanya kazi zaidi. Let's go.